ذكر وموعظة ونور فيه شفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى atujalie saumu zetu saumu makbul, na dhambi zetu Rabbi Mwenyezi Mungu atufutie, na tujalie ni wenye kufunga na kukubaliwa na kuweza na kusoma Qur'ani na kuifahamu na kufanya amali nyingine njema zote ya Rabbil Alamin. Inshallah tutachukua durus katika surat Yusuf, aina ya nyoyo, aina ya watu, aina ya tabia ambazo walikuwa katika kisa cha Nabii Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surat Yusuf, anasema nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi lamin alghafilin. Tafsiri yake, sisi tunakusimulia wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam visa vizuri zaidi kwa wahi tuliokuletea kwa hii Qur'ani, na ingawa kabla ya kukuteremshia ulikuwa ni miongoni mwa walioghafilika nazo, yani hawajui kisa na hawajui chochote kuhusu habari hizi au habari ya kisa cha Nabii Yusuf. طبعا sisi tunajua kisa la Nabii Yusuf iliteremka kisa, yani kisa kamili, na kadhalika pia hakuna mtu Muislamu hata watoto pia wanajua kisa cha Nabii Yusuf. Lakini hapa wakfa yetu, Allah subhanahu wa ta'ala amesifu kisa hichi au story hii ya Nabii Yusuf ahsan alqasas, yani katika visa ambavyo ni story better, ni hadithi zaidi kuliko yote, au ni kisa bora kuliko visa vyote vingine, la inafanya na mafunzo ndani yake. Yani daima alqasas inatupa mafunzo, ni vitu ambavyo vimepitika na sisi tunajifunza kwa wale wenzetu au kwa wale vitu vilivyopitika kabla. Katika surati Yusuf, yani tutachukua tu vitu vitatu general ambavyo ndio unaweza kuifahamu sura Nabii Yusuf yote. Tukija katika kitu madi cha kukamata, yani kitu cha kushika, kimetajwa kanzu mara tatu, yani mara tatu kanzu imetajwa kanzu, ndugu zake walivyomtupa wakaipeleka kanzu ina damu ya uongo. Imetajwa pia kadhalika kanzu ambayo katika palace, na yule mwanamke aliyomtaka Nabii Yusuf akamkamata kanzu. Kadhalika kanzu hiyo nafsi shii imetajwa kanzu walivyokuwa Nabii Yusuf ashakuwa yeye katika katika ufalme, na akawapa ndugu zake kanzu, mpelekeni baba yenu ataona. Idhan vitu madi Mwenyezi Mungu anatuletea ni sababu kujua kitu kile nini funzo tunataka. Yani kileta mithali, kwa mfano anaweza kuwa mtu kaota au kaona nyumba yake imeingia moto, au mara nyingine gari imeingia moto, mara nyingine shamba limeingia moto. Idhan hapa kuna alama ya moto kila pahali. Idhan Mwenyezi Mungu anakutilia message kila mara, ntibe, yani rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala au jitizame. Kadhalika kisa cha Nabii Yusuf kuna kupanda na kuteremka, yani katika maisha tutakuwa mara unakuwa hivi, mara unakuwa juu, mara unakuwa chini, mara unakuwa juu, mara unakuwa chini. Nabii Yusuf kwanza alikuwa kwa babake na amestarehe, halafu ndugu zake wakamtupa katika shimo. Kutoka katika shimo akatolewa, akaenda akakaa palace juu, maisha bora. Halafu akaingia wapi? Akaenda jela, kisha akatoka jela akawa tena mfalme. Na sisi hivyo tutapitia na vitu tofauti inatakiwa tujifunze. Kadhalika pia yani message nyingine kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatumia katika ndoto. Kisa cha Nabii Yusuf kimezungumzia kuhusu ndoto aliyoota yeye Nabii Yusuf, ndoto aliyoota aliyokuwa jela, ndoto aliyoota yule mfalme.
Kwa hivyo watu tofauti, lakini yote wameota ndoto. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika anatumia message through ndoto, lakini sio wenye kutafsiri sisi kila ndoto, kwa sababu kuna ndoto inakuwa na shetani, kuna ndoto ni vitu vya mchana unavyoviona, na usiku kila unaviona kwenye ndoto, kuna ndoto inakuwa ni ruya sadika kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Ni message kwetu. Idhan hii ni mukhtasar yani ya kusema ahsan alqasas, lakini sisi hasa tutaka kunini kufocus katika nini, aina za nyoyo, aina za watu au aina za tabia, na vipi tujirekebishe. Yani ukifikwa kitu kama hichi tufanye kitu gani, na vipi tujirekebishe, tuwe nini, tuweze kuishi maisha na tuishi bora, na pia kadhalika tujue kama nini kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea ni nini, ni message kwetu, ni risala kwetu, tuipokee na tufuate na tutumie. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إلا به